kutofautishia papai dume, jike na papai ambalo lina maua ya aina zote. Hili ni papai dume kama unavyoliona hivi. Hili papai haliwezi likabeba matunda kwa sababu maua yake yana jinsia ya kiume tu. Hili papai linaweza likasaidia kwenye kuchavusha mapapai mengine. Kwa mfano, kama una shamba lako la eka moja, unashauriwa kubakiza kama haya angalau 8. Yanasaidia kuongeza kasi ya uchavushaji na kupata matunda. Papai yenye maua jike unakuta kwenye ua lake ina sehemu ya kike tu, haina sehemu ya kiume. Kwa hiyo peke yake bila kupata maua ambayo ni madume au kupata papai ambayo ina maua yenye sehemu ya kike na kiume, haiwezi kaweka matunda. Ila pia kuna papai ambazo unakuta zina maua yenye sehemu zote mbili, yaani maua ya sehemu za kike na sehemu za kiume kwenye mmea mmoja. Tunaita hermaphrodite. Kwa hiyo hizo zenyewe ni nzuri sana kwa kuwa zinaweza kujichavusha zenyewe na pia zinaweka matunda mengi. Kwa hiyo nachoweza kuwashauri wakulima ni kwamba kuchagua mbegu bora ya papai, mbegu ambayo haina madume mengi. Mara nyingi ni mbegu chotara zinakuwa hazina madume mengi. Kwa hiyo chagua mbegu bora, mbegu ambayo haina madume mengi. Kwenye shamba umewekeza hela nyingi, kwenye shamba milioni za fedha, umepanda papai, umehudumia, umelipa watu, umenunua mbolea na viuatilifu na kadhalika. Unategemea kwamba pesa yako huenda ulikopa, unatamani kupata hiyo pesa ili ukarejeshe mkopo, ila mapapai yanakuwa ni madume. Sasa wewe unapata nini? Unajuta, unakata yale mapapai na mkopo wako uko vile vile. Kwa hiyo nakukumbusha kuwa makini sana ili uweze kupata mamilioni ya fedha kwenye kilimo.